Habari za mchana, habari za usiku, habari za asubuhi wapendwa wa ATV. Muda wote ambao kipindi chetu kitakuwa kimekufikia, nadhani uko salama. Leo tumerudi, tuna kipindi chetu. Tunataka kujua mengi kuhusu hali ambayo iko katika mji wa Kajaga. Tutapata kujua mengi kuhusu maji, gisi alianza na gisi ameanza kupunguka, maana tumesikia kulikuwa na maji mengi sana kama gisi mnavyoona. Urakomeye. Eko. Ubahinga nyene mu Kajaga. Eko. Uko mzaliwa hapa Kajaga? Eko. Tumekuwa tunasikia kama maji yamekuaga Kajaga mpaka watu wakahama, ni kweli? Eko, nibyo. Na wewe umehamaga? Okay, lakini kwa sasa umerudi? Wahe? Nyene. Amazi ubu yarapungutse. Okay. Kama mnavyosikia maji yamepunguka na watu ambao walikuwa wamehama kwa sasa wanaanza kurudi. Lakini wanajikaza pole pole, mnaona wanaanza kupita maji. Okay, thank you. Merci. Rakode. Rakode naam. Wanaishi katika huu mji. Mbele ya kufika Kabrimbo kwenda kupanda bisi au kupanda bajaji, unangoja kupita mwa huyu mtumbu. Yani hii ndo njia ya watu wote. Kama gisi mnavyoona. Na wanalipisha franga. Hey. Pamejengwa nyumba nzuri, maduka, alafu maji yakawakimbiza. Nasikia palihama watu wote, na wenye manyumba mazuri waliyaacha wakahama. Alafu kuna msingi hapa. Mungu we. Eti kuna msingi wa 3 metre 3. Yaani mtu akianguka hapa haponi. Yani ukianguka kwa huyu msingi wenye uko hapo, ukianguka mwaya maji, kama hujui kuogelea unaanguka. Mwaya majani hapa kosi kiboko kinajificha kama mwaya majani. Mungu wangu. Akijawahi kukula mtu. Sawa. Kuna manyumba mazuri kama unavyoona, lakini wenye nazo hawapo, wamekimbia maji. Mtu amejitahidi kujenga nyumba yake vizuri, lakini maji hayo yakamfanya akimbie. Nyumba nzuri, etage, lakini ni raha kudoda eko. Unaweza ukatembea mwaya maji ukaona ni raha, kwenye mtumbu ukaona ni raha, lakini wenye wanaishi kwa hii karti wanaona ni shida. Alafu consommation inakuwa ni nani sana, mtu anatumia pesa sana. Kwenda 500 kurudi 500. Nyumba nzuri, misikiti, watu hawasali tena. Na mwenye nyumba ameacha nyumba yake. Yani upote palikuwa hamna maji, lakini maji yalijaa yakapunguka tena. Na hivi tunaona yanaanza kuisha. Inshallah siku za mbele yataisha. Mambo vipi? Nakuona. Safi. Unaita nani? Mimi naitwa Elvis. Na we ni mtu wa huku? Kawaida mimi ni mtu wa huku, napaishi sana, napatumikia sana. Unamaliza miaka mingapi huko? Mimi miaka namaliza niko huko ni miaka mingi juu mimi ni mzaliwa wa huko. Yani umezaliwa huku? Yes, mimi nimezaliwa hapa. Ndio maana nimekuwa niko hapa. Tunasikia kwamba maji yalikuwa hayako Kajaga, yani huku kote palikuwa pakavu, ni kweli? Ni ukweli, hata na hapa kwenye tupo hii ilikuwa barabara ya wajirani wanaishi hapa. Sasa
sababu ya mvua ndio pakaharibika pakakuwa hivi. Yaani ni mvua tu ilinyesha ndio maana maji yakajaa hivi? Ni mvua imenyesha ikakuwa mingi na ule mtoni kule wanaita Barasize ngambo ya huko chini. Leo sasa mvua ikikuwa nyingi maji yalikutana, barabara ikaharibika. Yaani na gari zilikuwa zinapita hapa. Afu haya majani ilikuwaje? Hii majani hakukuwa hata na majani, palikuwa barabara ya wavu. Palikuwa barabara iko nzuri, hii majani ilikuja sababu ya hii maji ilikuwa mingi, maana kafika na ota akakuwa anafika. Tulisikia eti pana kwa gabi boko mwaya majani. Ni kweli? Ni kweli, haudanganyi, viboko viko, lakini viboko havijatuharibia, tunaishi navyo kiuzuri juu na hivyo tulivikutana hapa, vinaishi hapa, ni viko kabisa, haudanganyi. Na wakati maji yalikuwa yajafika, palikuwa viboko? Hamna, hakukuwa viboko juu viboko vinakuja sababu ya maji alishakuwa mengi. Sasa vipi, hamjachukua hatua ya kutoa majani? Tujakamata hiyo oda sababu sisi pekee hatuwezi tukaweza. Hata na hapa kwenye tuko tunapita ni ajili sisi tunatumikiaga hapa, ndio maana tukataka kufanya usafi. Lakini tukipata wengine tunasaidiana, tunashikana, tunaweza kupatumika sisi wote tuone njia ya mzuri. Umesema unatumikia hapa, unatumika kazi gani? Mimi kazi yangu hapa, mimi ni pesheri, napisha watu hapa na Rwanda hapo chini kwa maji kule kubahari. Kazi ya kuroa ndaga ni na kupeleka watu huku, ni ipi ambayo unaona inakuingizia sana pesa? Hii ya kuja huku haingizi pesa kuzidi ya kule baharini. Hata na sisi kuleta mitumbo hapa tuliona tuje tusaidiane juu hii maji kuna saa ama siku wanakuaga mengi. Sasa watu wenye wanaishi hapa tuwezi kuwatupilia ndani na tunajua hiyo maana ya kutoweza kuwasaidia. Ndio maana tukafaa tunaleta mitumbo, na hii mitumbo sisi tunakuja kuibeba tunatoka baharini, ndio maana kazi ka baharini ndio kanaingiza kuzidika hapo. Yaani hapa unaanza kutumika saa ngapi na mwisho? Yaani mwisho nasema hapa kila mtu, yani inamaanisha kila mtu mwenye mtumbwi. Mwisho kutumika ni saa ngapi? Hapa tunaanza ni saa 11 asubuhi. Tunaendesha tunatumika hadi jioni, tunafunga kazi ni saa 3. Lakini juu nishakisema kitu cha kusaidiana, kunakutana maisha naona ni hatari. Kuna mtu yeye saa 3 anakuwa kingaliki kutafuta maisha, anafaa anatupigia simu hadi na saa 3:30 tunapitaga hapo. Yaani mtu atakifika saa 5 ya usiku akikupigia tu simu unakuja kumchukua. Haya, juu anakuwa alishaniambia kwenye anaishi, tushafahamiana, nakuja namchukua asiradi huko. Kusiku unaweza ukaingiza pesa ngapi? Yaani ukaona leo kabisa nimeingiza pesa nyingi. Hapa kusudi kusiku juu naonaga Mwenyezi Mungu anatoaga riziki, anagawagawa. Hapa kama umeamka fresh ama umeshinda bien, unakuja hapa asubuhi. Kama ulikula emo, unatoka hapa na franga 10,000 au 8,000 hadi na kuzikosa, unaweza kuzikosa unatumikia 5,000 tu. Basi. Kusiku moja unaendaga mara 2, yani inamaanisha unapeleka watu mtumbwi unawafikisha kule, na siku moja hiyo unaenda tena kuroa. Haya, juu watu tunakujaga ni asubuhi, tushatoka kwa hiyo kazi yetu ya kuroa. Juu kazi ya kuroa tunaroa ni usiku. Kwa ekipe yenye mnaeneza vitu vya kutumikisha, mnaingia maji saa 3 ama saa 4, inatokana na kisi mmepanga kazi yenu. Mnamaliza huko kuroa, mnaegesha, ndo asubuhi tunakuja huko tunasaidiana. Nilisikia tena huko palikuwa samaki. Ni kweli? Samaki zipo, hadi na wabosi tofauti hapo wanakuja na tuuliza. Tunaziroaga kundoani ama kuko na kawavu na tega. Samaki ziko tena nzuri tena za utamu kabisa. Yani kuna siku hata unakujisusha zoea kuroa, kuna siku unakujaga hapa unaroa naleta mandoani yangu kama najitakia kamboga, naroa naenda na mboga nazipata kabisa. Katika siku ambazo unapataga pesa nyingi,
ni siku gani? Wakati gani unapataga pesa nyingi kupeleka watu? Hiyo siku naweza kuhesabia kama ni weekend, samedi na dimashi. Istoshi zingine siku ni ile yenyewe hawezi kusema eti niache kwenda kule. Kama sio vendredi, samedi, dimashi ndio tunaingizaga franga nyingi hapo. Kiboko hakijawahi kukula mtu huko? Amna kiboko hakijawahi kula mtu, sababu si hata tukikiona nishakwambia tuko wapeshere, tushazoea. Namwambia mteja na ikaa kawaida na kaza roho, afu mimi naendelea. Kama ukichokoza akiwezi kukula, ila ukikichokoza kinaweza kuharibia nyinyi wote. Na vipi mnaishi aje na watu? Nasikia kwanza mlikuwa mmehama. Na wewe pia ulikuwa katika watu wa kuhama? Mimi nimekuwa na watu tulikuwa tunasaidiana na wamesha vitu mtumbu na waegeshea za hapa. Nilikuwa kweli hadi ngambo za huko juu pote. Tulikuwa tunaenda mnyumba, tunatoa vitu tamtamu mtumbu, afu tunampelekea pale. Anatupatia franga za tumetumikia basi. Na wakati ulihama mbali na Kajaga, maana kazi zako nyingi ziko Kajaga? Sikuhama mbali. Turu ya kwanza nilikuwa naishi huku mtumba wa 3. Sasa nikaona kwenye niko majana nataingia mnyumba, ndio nikahama kidogo, nikatoka hapa Kinyinya nikakuja hapa pembeni kidogo wanapaita Kajaga. Hapa kwa hii barabara wanaita Kunzoka. Kwa hiyo yenye kuna shuku naenda Katumba. Haya. Pamoja na matatizo ambayo watu wa huku wamepata, lakini naona unafaidika, maana maji gisi yanaenda yanazidi na ndio kisi unaenda unaingiza pesa. Amna. Hata na maji akiongezeka, sivyo? Kama una mtumbu cha kwanza niseme, na wengine wanaweza zikata wewe aumu. Na ndio maana mtumbu huko hapa, hadi na mtu anaweza kukuambia kakaangu, mimi sina rare zenye nataka nisaidie, niko na hizi. Tunaona vitu vyako hawezi kwenda ovyo, tunamsaidia, sio mpaka tutie franga mbele, ila mwenye unasombea hivyo vitu kama na roho ya huruma, na wewe anakuachia soda, unarizika. Hivi kuhamisha mtu alikuwa na mpanga ngapi? Hiyo 500 ambayo mtu mmoja anatoa au? Amna, kwa unahamisha mtu juu nakutana nyumba zinazidiana, nakutana mtu ana vitu, unaweza kubeba turu 3, turu 4. Nafika mna biongelea nafasi moja, unamkatia franga 13,000. Kwa hiyo anafika na kwambia 13,000 ni nyingi, mimi nitakupa 20. Hapo natoa ufano, nyumba zikisi, unaona nyumba zilingani na vitu vilingani. Na nyingine nyumba unakutana kuna ma TV, mafirgo, makinga, mamatera, vitu vingi yani. Hata unaweza kumwambia Samira, anakuambia mimi niko na karanti nisaidie. Uko na wewe huruma kumsaidia, unamsaidia. Kama iko naza na zieneza, anakupa hiyo Samira. Basi ukimaliza hapo, afu unaenda kutafuta ni maji na kualisha pika popote. Yaani na frigo ilikuwa zinaenea hapa na ma TV yote. Frigo, viti, ma TV, hata na vyakula, wale wenye wananoga mastoki, mawari, makara, unga, masifiria, masahani, tunamwekea hapo. Mtumba hawezi kuharibika, afu tunambebea. Nilikuwa nasikia story nyingi, mara kuna mtu ameangusha simu, mara kuna mtu ameanguka. Hiyo ni kweli? Ni ukweli. Istoshi hata mwezi wenye naisha vimekuwa kisi mnaangukaga ni kama vile, yani dereva ni kama pale mbarabara unapanda mbisi nakuta dereva hiyo siku piko 4 unaanguka. Na hapa ukiamuka phone shabisema unaweza kutia hata na mtu mmoja mtumbu iko na simu yake, unaingia juu na tibizika, unaanguka na ule mtu anaanguka kwa jua azoe kwenda mtumbu. Haya. Na vipi mtu simu yake ikianguka hakulipishi? Nishasema watu wanazidiana, akiwa na roho nzuri. Mara nyingi mingi wanapitaga hapa wanazama, wanakuwa wako na masimu abatulipishagi. Sijui sasa nyuma kama ni mtu mbaya, lakini hatujaona mtu anatulipisha simu yenye imezamia hapo. Lakini mwenzako alituambia kwamba kuna mtu alianguka, kama alikufa. Yes, alikufa. Acha kufa, ilitokea vipi?
Hiyo ya mtu alikufa kule kiraro ni mtu ambaye alikuwa alikunywa pombe zile saa za kwenda nyumbani, kapita pale saa zishaenda, sasa kuna kiraro na kinatereza, ndo akapiga swata akaangukia msingi, ndo akafika na kufa. Sio mtu ambaye amemfanyia kibaya na mtupa yeko. Hawa wote ni wenye mnatumika nao. Okay. Sa hapa mnakuwa mnatonda? Hapa tunafanya kumlongo juu tusiraumiane, tupigane bure, na tunatafuta sisi wote maisha. Hapa wa kwanza napakia, wa pili, wa tatu, wa nne, unatokezana kwenye namba yako yupo. Huku kuna manyumba huku? Hapa kidogo kuna nyumba kuzidi hapa kidogo. Alafu akitaka kuja huko naye anapanda mtumba. Kuna mlango pale. Kuna mlango pale na fara pita hapo, tunaenda tunamchukua. Kama ni wauko anafika na kuja hapo. Na gisi umesema eti umoja akipakia naenda, mwingine akipakia. Mnapakia, yani idadi ambayo mmetia, huyu akipakia anaenda ni watu wangapi? Hapa sisi wote kawaida, kama uko na wewe mtumbo mkubwa, hapa ukieneza 5 unaweza enda, ama wa 7, ile ingine midogo. Kawaida ukipata 4, 3 unaenda juu, usikawize mtu. Yani hata na umoja, yani hakuna kusema wewe ukiona sasa ziko zinaenda unakilia, unajua uwezi kumwacha, unaenda nayo na unafikisha kwenye anaenda. Hapa ndo mwisho wa kipindi chetu na ndo mwisho wa kwenye tumefikia. Yani ukitoka hapa unaenda kukabrimbo direct. Mwisho wa kipindi na mwisho wa mtumbwi. Nadhani tumepata kusikia mengi kuhusu mambo ambayo yaliwahi kupitika Kajaga na ambayo yanapitika kwa sasa. Na watu gisu walihama, yes. Usikosi kufuatilia channel yetu ya Ace TV. Tuko kwa ajili ya kukuletea mambo mapya kila siku. Usikosi kusubscribe channel yetu, kulike na kucomment pia. Ace TV, we love you.